jinsi ulivyolazwa pale kwenye siti ya mbele. Sema na moyo mpaka kwenye gari. Natafuta ndoto kila dakika. Leo kuna vicheko, kesho machozi kidogo, lakini maisha husonga hata kama ni mwendo wa pole pole. Dunia umetufundisha mengi. Tayari mambo yameharibika kabisa. Kuna ile kauli ambayo inasema kwamba hakuna siri ya watu wawili. Moja kwa moja tunadhihirisha hapa. Tunaona kabisa hakuna siri ya watu wawili. Siri ilikuwa ni kati ya Hawa pamoja na Kisinza. Kisinza akaichapa fresh. Hawa alikuwa anahofia sana, akiamini kwamba mambo yatakuja kuharibika baadaye. Lakini bado Kisinza alimwambia usijali, kila kitu kitakuwa sawa. Kumbe bana, siri imetoboka. Na ukiangalia Lumio ana video, picha, kila kitu ambacho Hawa alifanya na Kisinza. Imagine hii, mume wake akifahamu hizi taarifa itakuwaje? Karibu sana, kama ni mara kwa kwanza kutazama chaneli yetu ya Bongo Recap, sehemu pekee ambayo unapata uchambuzi wa kina zaidi kuhusiana na tamthilia mbalimbali za hapa Bongo pamoja na nje mipaka ya Tanzania. Tunafanya analysis kali zaidi. So tumia sekunde chache tu kwa ajili ya kubonyeza neno subscribe kwa ajili ya kupata recap pamoja na tamthilia itakapotoka kwa wakati zaidi. So tumia sekunde chache tu kwa ajili ya kuweza kuonesha upendo wako kwa kubonyeza neno subscribe. Karibu, hii ni Bongo Recap. So mambo ni ya moto. Bora hata asingekubali kuingia kwenye hizi trick. Mara nyingi sana mwanaume akikusaidia basi ujue kuna target fulani ambayo ameifocus. Ndivyo ilivyokuwa kwa Kisinza. Alifocus kuweza kupata penzi la Hawa kutumia pesa zake, na yeye Hawa lengo lake lilikuwa ni kusaidia mume wake pamoja na uchumi wao ili mradi ukae vizuri. Sasa kitu ambacho kimekuja kutokea, anajuta hata kuanzisha urafiki pamoja na ukaribu na Kisinza. Mambo yanayotokea ni ya moto zaidi kuliko vile ambavyo alitarajia yeye mwenyewe aweze kuyapata. Aliona kama vile Kisinza ni mtu fulani fresh, amazing, yani kwa kifupi hana mambo mengi kabisa, lakini kumbe kiuhalisia jamaa na mambo mengi, na kitu ambacho alikuwa anakitaka zaidi ni penzi, na kweli amefanikisha kulitapa, na amekwambia kwamba huu ni mwanzo tu. Yani yeye anamuelewa sana mtoto mkali. Sasa ni kipi ambacho kitajiri? Vipi Mwamba akipeleka siri kwa mume wake na Hawa? Mwamba naye anataka penzi, kwa maana Hawa ili siri sisambae inabidi atoe penzi. Sasa imagine ingekuwa wewe ndo Hawa, vaa viatu vyake, ungekubali kumpa penzi siri sisambae, au usikubali kumpa penzi ili mradi tu siri iweze kusambaa kabisa? Kwa sababu hata akimpa penzi anajua jamaa ataendelea kuichapa na ataitaka kila siku. Mwisho wa siku ataichapa na siri ataitoa. So njia nzuri ni nini? Njia nzuri ni kuweza kukataa kabisa kumpa penzi. Bora story trend sasa hivi ajue ataimaliza vipi. Niandike kupitia comment section hapo, wewe unaionaje? Ni bora zaidi achane na haya mapenzi, au bora ampe tu penzi ili mradi siri si endelee kusambaa? Subscribe hapo chini, niandike kupitia comment section. Hii ni Bongo Recap. So tunaona moja kwa moja kabisa Violet anamchomolea nyaya plagi kabisa Jordan, na anakwambia hana shida ya kuolewa, japo Jordan ameweza kujisexisha na anaonekana kabisa Jordan sasa hivi ametulia. Kabla ya hapo Jordan alikuwa ni mtu wa mishangazi sana. So this time anakwambia anataka arudi na aweze kuoa. Sasa achani kabisa ni zile tabia za ajabu ajabu, kwa kuwa ni muda rasmi, yeye anakuwa na muda unaenda. Kwa hivyo Jordan ameamua mtu ambaye ni sahihi kwake ni kuweza kuishi na Violet, kwa sababu tayari anajua kwamba Violet yuko peke yake, hana sasa hivi mchumba, kwa sababu Manyanya sasa hivi ni mlinzi, kafocus na vitu vingine kabisa. So Jordan anatumia hii opportunity kuweza kumtongoza Violet, lakini Violet ashajipata duka lake fresh, anaingiza pesa. So amesema hawezi kuwa na Jordan na amefocus na vitu vyake, na akamkataa kabisa. Lakini wakati anarejea nyumbani, kukaa pale nyumbani, inaonekana amefocus na vitu vingi sana. Inaonekana moja kwa moja Violet bado anampenda sana Manyanya. Ndio, hii ndio serious issue ambayo ipo kwa sasa. Violet anamkubali sana Manyanya kwa kile kitu ambacho anakifanya. Hata ile story ambayo aliweza kupewa na mshikaji, anaonekana kabisa kuna fikra zinakuja
anawaza kuhusiana na Manyanya, akimwonea wivu sana, na kuna ule upendo ambao bado upo kabisa. Sasa sijui itakuwaje, ni vipi Violet ataamua kumtafuta moja kwa moja Manyanya ili mradi waweze kurudiana, ama story ndio itakuwa imeishia hapo. Na vipi Manyanya akija kuambia na Violet kwamba Violet anaomba msamaha, Manyanya atamkubalia au vipi? Mambo yanavyoenda huko mbele ndio yanazidi kuwa ya moto zaidi, lakini tuendelee kusikilizia, tutaona kama itatimia kile ambacho kimepangwa. Violet ataweza kukubaliana na Manyanya, kila kitu kiende sawa, ama la. Endelea kufuatilia. Hii ni Bongo Recap. So tayari huko kwa upande wa Cindy mambo yasharibika. Mwanzoni kabisa nilikwambia kwamba huyu mwanaume aliyemleta humu ndani inaonekana kabisa ni kijana Gen Z, na kijana Gen Z alivyoona moja kwa moja Cindy ana pesa, so akasema hii ndio opportunity nzuri zaidi ya kufanya mambo yake. So alichokifanya mshikaji ni kuweza kumapproach vizuri Cindy, akaingia kwenye mfumo na ni muda rasmi akaweza kabeba pesa, akabeba simu, na ukumbuke kwamba alimtajia kila kitu kuhusiana na password, kila kitu. Sasa jamaa alichokifanya ni kukomba pesa nyingi sana. Sijui amekomba pesa kiasi gani, lakini pesa alizokomba ni nyingi sana, tena sana. Kwa hivyo Cindy sasa hivi anarudi kwenye umaskini. Tamaa zake za mapenzi, tamaa zake za anasa zinamponza moja kwa moja, na anapoteza kabisa pesa ambazo alitakiwa awe nazo. Mwisho wa siku anaanguka na kuzimia kwa sababu ya pressure. So kipi ambacho kitatokea kwa Cindy? Atamkamata yule mshikaji ama ndio itakuwa imeishia hapo hapo? So upande wa Mima huku mzee anamganda kabisa, mzee hataki kuacha kabisa kitu kinachoendelea. Mzee amempenda Mima kiasi kwamba Mima kama vile amemroga hadi. Sasa rafiki yake na Mima anataka kumzunguka moja kwa moja kwa sababu ashaona mzee huyu ana pesa nyingi. Kwa hivyo ni muda rasmi wa yeye kuweza kutumia hiyo fursa ili bradi aweze kupata hizo pesa, kwa sababu Mima amekuwa akiambiwa kila siku kuhusiana huyo mzee, lakini inaonekana kama Mima hamzingatiki hivyo. Baada ya kumpa penzi mara ya kwanza, mzee akanogewa, anataka kabisa mweke Mima ndani, lakini Mima yeye hataki kabisa. So kinachofuata sasa hivi hapa, rafiki yake na Mima anajiita yeye mwenyewe, anajiita Queen Kipe. Anataka aweze kulala na mzee, kwa maana shemeji yake Queen Kipe hataki kabisa kuitwa shemeji, kwa maana ni muda rasmi wa kuweza kuvuna pesa za mzee. Mzee anapenda sana totos na pia yuko tayari kutoa kiasi chochote kile ili mradi huu aweze kupata totos. Sasa ni muda rasmi wa mzee kuweza kuichapa mali nyingine tena tofauti na ile ya Mima. Swali ni kwamba ufundi wa Queen Kipe utakuwa mkali zaidi ya ule wa Mima ama vipi? Na vipi kuhusiana na mzee, atamsahau Mima kweli kutokana na ufundi atakaoonyeshwa, ama itakuwaje? Yeye ataendelea kufocus tu na Queen Kipe, itakuwaje? Hem, tuendelee kufuatilia hii series, tutaona mambo ni mengi zaidi, kwa sababu hapa tunapata uchambuzi wa ndani zaidi kwa kila ambacho kinaendelea na kila kitu ambacho kipo. So endelea kufuatilia. Hii ni Bongo Recap na tuko na Dunia Season 2 ikiwa ni episode ya 25 26. Subscribe hapo chini, pia niandike kwa comment section hapo, uko team gani? Uko team Mima ama uko team Queen Kipe? Niandike kwa comment section hapo. Hii ni Bongo Recap. So tunakuja moja kwa moja huku ambacho kinaendelea kwa upande wa Mudi na hawa dada, maana hao wanaonekana wanaendelea kumfocus sana, wanajibebisha sana kiasi kwamba inaonekana kabisa Mudi anatakiwa aichape hapa. Sasa kama wewe ndio ungekuwa Mudi kwa haya majaribio na hii mitihani, mtoto anakuja anataka mfanye mazoezi, just imagine kavaa kwenye nguo kama hizo na anataka kila kitu kifanyike, alafu wewe ni mwanaume ambao uko active, hivi utachukuliaje hii issue? Maswali kama haya yatatokeaje? Kwa sababu hiki ni kitu danger sana. Mwanaume mwenye hisia kali, alafu na kitu kama hichi kikitokea itakuwa ni hatari zaidi kama ikitokea atakuja hivyo. Lakini bado Jordan hajakata tamaa kuendelea kumfuatilia Violet, anakuja hadi ofisini kwake, bado anaendelea kuapproach, bado anaendelea kumfanya awe karibu na yeye anavyopenda, na anajaribu zaidi kumweka karibu ili mradi tu mambo yakae sawa. Lakini bado Violet ameweka misimamo yake ile ya kumkatalia
Sasa Violet atakuja kukubali ama vipi? Kwa sababu Violet sasa hivi focus sana na biashara yake, lakini pia amefocus ili mradi asipate stress sana. Lakini kwa inavyoonekana moja kwa moja ni kwamba Violet anampenda sana Manyanya. Atarudi kwa Manyanya ama itakuwaje? Episode 25, 26 inaenda kujibu kila kitu ambacho kinaendelea. Lakini swali kubwa ambalo tunaachwa kwenye hii episode ni kwamba huyu Hawa atakubali kumpa penzi Lumio ama itakuwaje? Atakubali siri zisambae au atakubali kutoa utu wake ili mradi siri ziendelee kubaki kwake? Endelea kufuatilia. Hii ni Bongo Recap episode ya 25, 26 ikiwa ni Dunia episode ya pili. Kila kitu kitaendelea hapa na uweze kupata subscribe basi channel yetu ili mradi uwe kwanza kuweza kupata makala pamoja na recap analysis, review nyingi zaidi za tamthilia ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Endelea kufuatilia. Hii ni Bongo Recap. See you next time. Dunia inazunguka mchana na usiku, watu wanatafuta ndoto kila dakika. Leo kuna vicheko, kesho machozi kidogo, lakini maisha husonga hata kama ni mwendo wa pole pole. Dunia umetufundisha mengi. Tayari mambo yameharibika kabisa. Kuna ile kauli ambayo inasema kwamba hakuna siri ya watu wawili. Moja kwa moja tunadhihirisha hapa, tunaona kabisa hakuna siri ya watu wawili. Siri ilikuwa ni kati ya Hawa pamoja na Kisinza. Kisinza akaichapa fresh. Hawa alikuwa anahofia sana, akiamini kwamba mambo yatakuja kuharibika baadaye, lakini bado Kisinza alimwambia usijali, kila kitu kitakuwa sawa. Kumbe bana, siri imetoboka. Na ukiangalia Lumio ana video, picha, kila kitu ambacho Hawa alifanya na Kisinza. Imagine hii, mume wake akifahamu hizi taarifa itakuwaje? Karibu sana. Kama ni mara kwa kwanza kutazama chaneli yetu ya Bongo Recap, sehemu pekee ambayo unapata uchambuzi wa kina zaidi kuhusiana na tamthilia mbalimbali za hapa Bongo pamoja na nje mipaka ya Tanzania. Tunafanya analysis kali zaidi. So tumia sekunde chache tu kwa ajili ya kubonyeza neno subscribe kwa ajili ya kupata recap pamoja na tamthilia itakapotoka kwa wakati zaidi. So tumia sekunde chache tu kwa ajili ya kuweza kuonesha upendo wako kwa kubonyeza neno subscribe. Karibu. Hii ni Bongo Recap. So mambo ni ya moto, bora hata asingekubali kuingia kwenye hizi trick. Mara nyingi sana mwanaume akikusaidia basi ujue kuna target fulani ambayo ameifocus. Ndivyo ilivyokuwa kwa Kisinza, alifocus kuweza kupata penzi la Hawa kutumia pesa zake, na yeye Hawa lengo lake lilikuwa ni kusaidia mume wake pamoja na uchumi wao ili mradi ukae vizuri. Sasa kitu ambacho kimekuja kutokea, anajuta hata kuanzisha urafiki pamoja na ukaribu na Kisinza. Mambo yanayotokea ni ya moto zaidi kuliko vile ambavyo alitarajia yeye mwenyewe aweze kuyapata. Aliona kama vile Kisinza ni mtu fulani fresh, amazing, yani kwa kifupi hana mambo mengi kabisa, lakini kumbe kiuhalisia jamaa na mambo mengi, na kitu ambacho alikuwa anakitaka zaidi ni penzi, na kweli amefanikisha kulitapa, na amekwambia kwamba huu ni mwanzo tu. Yani yeye anamuelewa sana mtoto mkali. Sasa ni kipi ambacho kitajiri? Vipi Mwamba akipeleka siri kwa mume wake na Hawa? Mwamba naye anataka penzi, kwa maana Hawa ili siri sisambae inabidi atoe penzi. Sasa imagine ingekuwa wewe ndo Hawa, vaa viatu vyake, ungekubali kumpa penzi siri sisambae, au usikubali kumpa penzi ili mradi tu siri iweze kusambaa kabisa? Kwa sababu hata akimpa penzi, najua jamaa ataendelea kuichapa na ataitaka kila siku. Mwisho wa siku ataichapa na siri ataitoa. So njia nzuri ni nini? Njia nzuri ni kuweza kukataa kabisa kumpa penzi. Bora story trend sasa hivi ajue ataimaliza vipi. Niandike kupitia comment section hapo, wewe unaionaje? Ni bora zaidi achane na haya mapenzi au bora ampe tu penzi ili mradi siri si endelee kusambaa? Subscribe hapo chini, niandike kupitia comment section. Hii ni Bongo Recap. So tunaona moja kwa moja kabisa Violet anamchomolea nyaya plagi kabisa Jordan, na anakwambia hana shida ya kuolewa, japo Jordan ameweza kujisexisha na anaonekana kabisa Jordan sasa hivi ametulia. Kabla ya hapo Jordan alikuwa ni mtu wa mishangazi sana. So this time anakwambia anataka arudi
na aweze kuoa. Sasa achani kabisa ni zile tabia za ajabu ajabu, kwa kuwa ni muda rasmi, yeye anakuwa na muda unaenda. Kwa hivyo Jordan ameamua mtu ambaye ni sahihi kwake ni kuweza kuishi na Violet, kwa sababu tayari anajua kwamba Violet yuko peke yake, hana sasa hivi mchumba, kwa sababu Manyanya sasa hivi ni mlinzi, kafocus na vitu vingine kabisa. So Jordan anatumia hii opportunity kuweza kumtongoza Violet, lakini Violet ashajipata duka lake fresh, anaingiza pesa, so amesema hawezi kuwa na Jordan na amefocus na vitu vyake na akamkataa kabisa. Lakini wakati anarejea nyumbani, kukaa pale nyumbani, inaonekana amefocus na vitu vingi sana. Inaonekana moja kwa moja Violet bado anampenda sana Manyanya. Ndio, hii ndio serious issue ambayo ipo kwa sasa. Violet anamkubali sana Manyanya kwa kile kitu ambacho anakifanya. Hata ile story ambayo aliweza kupewa na mshikaji, anaonekana kabisa kuna fikra zinakuja, anawaza kuhusiana na Manyanya, akimuonea wivu sana, na kuna ule upendo ambao bado upo kabisa. Sasa sijui itakuwaje, ni vipi Violet ataamua kumtafuta moja kwa moja Manyanya ili mradi waweze kurudiana, ama story ndio itakuwa imeishia hapo. Na vipi Manyanya akija kuambia na Violet kwamba Violet anaomba msamaha, Manyanya atamkubalia vipi? Mambo yanavyoenda huko mbele ndio yanazidi kuwa ya moto zaidi. Lakini tuendelee kusikilizia, tutaona kama itatimia kile ambacho kimepangwa. Violet ataweza kukubaliana na kuweza kukubaliana na Manyanya, kila kitu kiende sawa, ama la. Endelea kufuatilia, hii ni Bongo Recap. So tayari huko kwa upande wa Cindy mambo yasharibika. Mwanzoni kabisa nilikwambia kwamba huyu mwanaume aliyemleta humu ndani inaonekana kabisa ni kijana Gen Z, na kijana Gen Z alivyoona alivyoona moja kwa moja Cindy ana pesa, so akasema hii ndio opportunity nzuri zaidi ya kufanya mambo yake. So alichokifanya mshikaji ni kuweza kumapproach vizuri Cindy, akaingia kwenye mfumo na ni muda rasmi, akaweza akabeba pesa, akabeba simu, na ukumbuke kwamba alimtajia kila kitu kuhusiana na password, kila kitu. Sasa jamaa alichokifanya ni kukomba pesa nyingi sana. Sijui amekomba pesa kiasi gani, lakini pesa alizokomba ni nyingi sana, tena sana. Kwa hivyo Cindy sasa hivi anarudi kwenye umaskini. Tamaa zake za mapenzi, tamaa zake za anasa zinamponza moja kwa moja, na anapoteza kabisa pesa ambazo alitakiwa awe nazo. Mwisho wa siku anaanguka na kuzimia kwa sababu ya pressure. So kipi ambacho kitatokea kwa Cindy? Atamkamata yule mshikaji ama ndio itakuwa imeishia hapo hapo? So upande wa Mima huku, mzee anamganda kabisa. Mzee hataki kuacha kabisa kitu kinachoendelea. Mzee amempenda Mima kiasi kwamba Mima kama vile amemroga hadi sasa. Rafiki yake na Mima anataka kumzunguka moja kwa moja, kwa sababu ashaona mzee huyu ana pesa nyingi. Kwa hivyo ni muda rasmi wa yeye kuweza kutumia hiyo fursa ili brada aweze kupata hizo pesa, kwa sababu Mima amekuwa akiambiwa kila siku kuhusiana na huyo mzee, lakini inaonekana kama Mima hamzingatiki hivyo. Baada ya kumpa penzi mara ya kwanza, mzee akanogewa, anataka kabisa amweke Mima ndani, lakini Mima yeye hataki kabisa. So kinachofuata sasa hivi hapa, rafiki yake na Mima anajiita yeye mwenyewe, anajiita Queen Kipe anataka aweze kulala na mzee, kwa maana shemeji yake. Queen Kipe hataki kabisa kuitwa shemeji, kwa maana ni muda rasmi wa kuweza kuvuna pesa za mzee. Mzee anapenda sana totos, na pia yuko tayari kutoa kiasi chochote kile ili mradi huu aweze kupata totos. Sasa ni muda rasmi wa mzee kuweza kuichapa mali nyingine tena tofauti na ile ya Mima. Swali ni kwamba ufundi wa Queen Kipe utakuwa mkali zaidi ya ule wa Mima ama vipi? Na vipi kuhusiana na mzee, atamsahau Mima kweli kutokana na ufundi atakaoonyeshwa, ama itakuwaje? Yeye ataendelea kufocus tu na Queen Kipe, itakuwaje? Hem, tuendelee kufuatilia hii series, tutaona mambo ni mengi zaidi, kwa sababu hapa utapata uchambuzi wa ndani zaidi kwa kila ambacho kinaendelea na kila kitu ambacho kipo. So endelea kufuatilia, hii ni Bongo Recap na tuko na Dunia Season 2 ikiwa ni episode ya 25 26. Subscribe hapo chini, pia niandike kupitia comment section hapo, uko team gani? Uko team Mima ama uko team Queen Kipe? Niandike kupitia comment section hapo. Hii ni Bongo Recap. So tunakuja moja kwa moja huku ambacho kinaendelea kwa upande wa Mudi na hawa dada, maana hawa wanaonekana wanaendelea kumfocus sana, wanajibebisha sana kiasi kwamba inaonekana kabisa Mudi anatakiwa aichape hapa. Sasa kama wewe ndio ungekuwa Mudi kwa haya majaribio na hii mitihani, mtoto anakuja anataka mfanye mazoezi, just imagine kavaa kwenye nguo kama hizo na anataka kila kitu kifanyike, alafu wewe ni mwanaume ambao uko active, hivi utachukuliaje hii issue? Maswali kama haya yatatokeaje? Kwa sababu hiki ni kitu danger sana.
mwanaume mwenye hisia kali, alafu na kitu kama hichi kikitokea itakuwa ni hatari zaidi kama ikitokea atakuja hivyo. Lakini bado Jordan hajakata tamaa kuendelea kumfuatilia Violet, anakuja hadi ofisini kwake, bado anaendelea approach, bado anaendelea kumfanya awe karibu na yeye anavyopenda, na anajaribu zaidi kumweka karibu ili mradi tu mambo yakae sawa. Lakini bado Violet ameweka misimamo yake ile ile na kumkatalia. Sasa Violet atakuja kubali ama vipi? Kwa sababu Violet sasa hivi focus sana na biashara yake, lakini pia amefocus ili mradi asipate stress sana. Lakini kwa inavyoonekana moja kwa moja ni kwamba Violet anampenda sana Manyanya. Atarudi kwa Manyanya ama itakuwaje? Episode 25, 26 inaenda kujibu kila kitu ambacho kinaendelea. Lakini swali kubwa ambalo tunaachwa kwenye hii episode ni kwamba huyu Hawa atakubali kumpa penzi Lumio ama